Yes, mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo wa AGR News Kenya. Ni wakati mwingine tunakutana hewani kwa mahojiano yetu moja kwa moja na mgeni ambaye amenitembelea hapa kwa studio. Tunaenda kumjua anaitwa nani na ni kipi anakifanya ili kujiendeleza katika maisha yake. Karibu sana mgeni kwa studio. Asante sana. Yes. Nashukuru sana. Kwa kunipatia mwaliko huu. Naam. Nami niweze kuhusika katika mahojiano haya. Naam. Unaitwa nani? Jina langu kamili ni Ivan Omurwa. Naam. Ni mzaliwa katika jimbo hili la Kisii. Eneo la Daraja Mbili. Naam. Jina la kitani ambalo watu wananijua nalo ni Speedix Spido. Ni jina ambalo nimejitengenezea kama almaarufu wazungu wanasema kwamba stage name. Naam. Jina ambalo mimi ulitumia wakati ambapo nafanya kazi yangu ya muziki. Naam. Kwa hivyo mimi ni mwanamuziki, mimi muimbaji. Nacheza ala za muziki. Naam. Chache pamoja na kufundisha watu kuimba. Naam. Kwa hivyo wewe ni muimbaji. Naam. Ulianza kuimba lini? Nimeanza kuimba nikiwa mdogo. Wakati wa kuzaliwa kwangu nikikomaa nikiwa pale kanisani. Baadaye mambo ya kuingia na kunasa nyimbo zangu kwenye studio. Naam. Niliingia studio mara ya kwanza ikiwa mwaka 2014. Naam. Ikiongozwa na binamu wangu wa karibu, rafiki yangu mmoja alikuwa akijulikana kama Bon B. Akanichukua tukarekodi wimbo wa kwanza. Akanionyesha kule studio ilikuwa hapa Kisii. Na kutoka hapo safari yangu ya kurekodi nyimbo imekuwa kutoka hapo mwaka 2014, lakini hapo awali nilikuwa nikiimba kanisani. Naam. Kwa hivyo uko talented kwa uimbaji. Naam. Ni nyimbo ngapi umezirekodi kufikia sasa? Nimefanya nyimbo takriban nafikiri sasa 12. Lakini kwenye mtandao wa YouTube zipo nyimbo 3 ambazo ni video. Alafu kuna wimbo mmoja ambao ni audio. Na nyinginezo bado sijamaliza kuziweka kwenye video. Naam. Unajua wewe uone. Naam. Kuna wale ambao wanatutazama huko. Wewe unatengeneza nyimbo zako aje? Kipawa cha uimbaji kiko ndani yangu. Nimezaliwa nikiimba. Kwa hivyo uandishi wangu, naam, niko na uwezo wa kutengeneza wimbo, kwa sababu najua wimbo kabla uweze kuuandika, kuna jinsi ambapo kama Mungu amekupatia kipawa cha uimbaji, anakuletea hiyo tune kwenye bongo zako. Ukilala unapata hiyo tune, ukilala unatembea. Unajua kuna wengine ambao wanasema wanapata tune wakisoma Biblia, wengine wakilala, wengine wakitembea, wengine wakiona yale ambayo yanaendelea. Na wewe unapata tune ukiwa wapi? Ni kwa sehemu tofauti ulivyosema. Kuna wakati naweza enda kanisani mhubiri akahubiri, nikapenda jinsi ambavyo amehubiri, na kupitia ule ujumbe nikapata wimbo. Kuna wakati naweza kuwa nimetulia, nimekaa kwa nyumba na kula, au nimetulia tu na tazama runinga yangu pale, ama nasikiza muziki, wimbo ukakuja. Naam. Na wakati wimbo wangu huja mimi utengeneza hile ambayo inajulikana kama chorus kwanza ya wimbo, kisha kutoka pale ndio unaanza kuitengeza. Sababu mimi tofauti na waimbaji wengine, mimi siandiki nyimbo. Uandiki? Siandiki. Siwezi kuwa nachukua karatasi na kalamu kwa ubongo tu. Nikishamaliza, endapo kama najua kuna hiyo tune inaweza ikapotea. Kwa mfano pana uwezekano nilikuwa mahali na wimbo kakuja na kulikuwa na kelele. Kile nitafanya ni kutafuta simu yangu, niweze kurekodi zile nyimbo. Wakati nitarekodi, nitakuwa sasa niko tayari kuweka wimbo huo hadi wakati ambapo nitakuwa nimeupanga umeisha, ndipo sasa niweze kuchukua hatua nyingine ya kupeleka studioni. Naam. Ukiwa kwa studio, naam, kuna siku ambayo umewahi sahau maybe stanza moja ama mbili hapo? Umeandika? Maana sijaandika. Inafanyika, lakini Mungu amenibariki na kipawa kimoja. Naam. Kuna kitu wazungu wanasema freestyling. Yes. Mimi niko mzuri katika hiyo area ya freestyling. Ninaandika wimbo, wakati mwingine tunawezekana nikaenda kwa studio niko na stanza moja pale na chorus, na sijatengeneza stanza nyinginezo. Kwa hivyo napata nikienda pale nitarekodi ile chorus yangu, alafu nitahakikisha ninatengeneza stanza ambazo zinaendana na ule ujumbe pale tu kwa studio, na nautengeneza unakuwa vizuri. Lakini kama ni mara nyingi haijawahi fanyika ati nimeandika wimbo wote kabisa ukaisha ndio nikaenda studio. Vitu vinginevyo mimi humalizia nikiwa nimeshafika studioni. Naam. Sasa Speedix, naam, mbona unaimba?
Ninaimba kwa sababu nimepewa kipawa hicho. Niko na mwito huo. Kwa sababu ninaimba si kutengeneza tu umaarufu na kupata hela. Lakini ninaimba ili niweze kumtumikia Mungu. Na pia ni njia moja ya kufikia watu. Sababu kuna watu ambao wanafikiria ukiwa katika hii hali ya kuwezeshwa kitofauti. I like saying like the English people say I'm not disabled but I'm abled differently. So naimba kwa sababu nimewezeshwa na natakanga niweze kuafikia watu wote. Kuna mtu mahali popote anaweza kuwa mahali amekata tamaa na maisha. Nasemaga ni vizuri nikiimba mtu akitazama jinsi Mungu ananitumia kupitia pale anapata kuhimizwa. Naam. Kwa hivyo lengo lako ni kuhubiri Injili? Naam, lengo langu ni kuhubiri Injili. Hayo mengine Mungu anizidishie. Okay, mbona ukachagua maybe kuziimba hizi nyimbo za Injili, ukachagua hizi zingine za secular? Maana uko talented nilianza kwa kusema niko na mwito. Mwito. Ukiwa na mwito, mwito huja baada ya unajua ukiwa umezaliwa na unakomaa, kama uko na kipawa cha uimbaji utakijua tu. Hiyo umeokoka, hiyo haujaokoka. Lakini tofauti ni kwamba nilipookoka na nikakombolewa na nikaanza kuwa kanisani. Sasa pale ndipo ukishaokoka unapata ule mwito. Ndio unasikia sauti ya Mungu kwamba wewe nimekufanya unitumikie, nimekuumba ili upate kunitumikia. Sasa nikaamua kufuata ule mwito ambao Mungu alinipatia. Sasa ndio tofauti ama ndio sababu ya kunifanya niimbe nyimbo za Injili na nisiimbe zile nyimbo nyinginezo za kidunia. Naam. Okay, unajua kuna wengine ambao wanaweza maybe kujiuliza maswali kidogo. Wewe unawezaje kuifanya kazi na wewe huoni? Na ulizaliwa hivyo? Naam, mimi nimezaliwa hivyo. Kabla hata tufikie hapo kwa kazi. Kuna tofauti ya mtu ambaye amezaliwa na ulemavu na mtu ambaye alikomaa akapata ulemavu wake anapoendelea kukomaa ama anapoendelea kukua. Mimi nimezaliwa hivyo. Na nambari ya pili, nilipata mzazi ambaye alipenda mimi, alinipenda kama mtoto wengine wa kawaida. Hakunibagua. So alinipeleka shule na akanikuza kwa njia zozote za kawaida. Na alipokuwa ananipeleka shule, wale walimu wa kule nilikokuwa nasoma walikuwa wanamtia moyo na kumuhimiza anifundishe kuishi kama mtu wa kawaida. Sasa akawa ananifundisha kazi za nyumba za kawaida. Akawa ananihimiza kuishi kama maisha ya mtu wa kawaida. Na kilicho pia changia mimi kukua kile niko ni kulelewa kanisani. Unajua kule kulelewa kanisani pale unapata mchungaji ambaye anakulea kwa neno, anakukuza kabisa. So nikawa nimekuwa na nimekomaa. So ikawa ni rahisi sasa mimi kufanya kazi zangu za kawaida, kupika, kufua, kutembea kwa mji, kufanya kila kitu nikiwa nimejikubali pasipo kuwa na shida yoyote. Kwa sababu nilikuwa kwanza nimekubali mimi ni mlemavu. Nambari ya pili, nimekubali kwamba ninaweza kufanya chochote ambacho mtu wa kawaida anaweza. Sasa mimi husema hadi ule wakati ambapo nimejaribu kitu kikanilemea, ndio utasema nimeshindwa. Siwezi kusema nimeshindwa kabla nijaribu. Umewahi jilaumu labda mbona ukazaliwa uone ama kipofu? Hilo hufanyika kwangu wakati labda napitia matatizo. Ni kawaida kwa mtu yoyote tu. Ni kama tu vile unaweza kuwa maskini useme mbona mimi ni maskini na wengine ni matajiri. Na wengine ni matajiri. So ishawahi tokea. Nimepitia changamoto za hapa na pale. Sababu nikiwa mdogo pale wakati nilizaliwa, samahani kusema kwamba nilizaliwa katika familia na nimelelewa na mama bila baba. Maana baba yangu alikuwa amenikana. Alikuwa amekukataa baada ya kuzaliwa, kugundua huyu mtu haoni. Mtoto mimi siwezi kulea. Na sasa hiyo roho ikaambukia babu yangu. Maanisha ya kwamba mama akaondoka kwa ndoa. Kwa hivyo ikabidi mama amenilea bila baba. Hiyo roho tu ikamwingia pia babu yangu ambaye ni baba ya mama. Sasa akawa pia anamwambia kama huwezi tupa huyu mtoto ama umwache hospitalini,
basi hakuna jinsi. Tafute mahali pa utatafuta kule utaishi. Na mama alifanya nini akikuelezea? Mama anielezea jinsi ilibidi amejinusuru maisha yake na kutafuta jinsi ya kunikuza. Na hatimaye wakati ambapo walianza kuona Mungu ananiinua walikubali. Lakini alipokuwa ananielezea zile hadithi, ndio nakumbuka hicho ndicho kisa ambacho kiliwahi fanya nikajiuliza maswali, mbona kwanza mimi nikazaliwa hivi? Lakini kupitia jinsi ambavyo Mungu amenikuza na amenifikisha mahali ambapo nipo sasa, huwa nashukuru Mungu kwa sababu ninajivunia kuwa mtu ambaye ni mlemavu wa macho, lakini viungo vingine vinafanya kazi. Kuna vitu ambavyo unaweza kufanya ambavyo wewe mwenye ni mtu ambaye unaona kawaida hauwezi kufanya. Kwa hivyo unapata hiyo ilikuza kule kujikubali kwangu. Kuna ambapo wazungu wanasema self esteem yangu ilikuwa inanikakomaa. Kwa hivyo kufikia kiwango kwamba ambacho sasa mtu hawezi kunishtua, ikafika mahali ambapo mimi nimeshazoea haya maisha kiwango kwamba hata sitamani kuona. Ukajikubali. Najua niko na maswali kadhaa ambayo ningependa ukaweze kuyajibu. Naam. Wewe ulisema ulienda shule ukasoma? Naam. Nilienda katika shule ya msingi ya Siaya, inaitwa St. Order School for the Blind. Naam. Iko pale Siaya, ukifika jimbo la Siaya, kuna eneo la linalojulikana kama Gemu. Pale Gemu ndiko nimesomea shule ya msingi. Kisha nikaelekea shule ya upili inayojulikana kama St. Lucie. Kule Meru. Ulifanya mtihani wa standard 8 labda? Naam, nilifanya mtihani. Ukapita vizuri? Naam. Ukijiunga na kidato cha kwanza? Naam. Ukasoma mpaka kidato cha 4? Naam. Na yani unafanya mitihani kama hao wengine? Tunafanya mitihani kama hao wengine. Tofauti ni kwamba mfumo wetu wa kuandika ndio tofauti. Lakini jinsi ya kufundishwa na vitu vingine vyote vinafanana tu. Kumaanisha kwamba mnasoma historia, Kiingereza, vyote hivyo. Hesabu, kila kitu. Ni shida gani ulikuwa ama ni changamoto zipi ambazo ulikuwa unazipitia ukiwa shule? Shule ninasema kwamba kulikuwa na changamoto kwa sababu unajua wale watu ambao wanatushughulikia pale shuleni tofauti na walimu, kulikuwa na walinzi pale. Si wote wanaelewa kwamba hawa watu ni walemavu. So kuna vile watakuchukulia, kuna vile watakujibu, na pia kulikuwa na matatizo kadhaa kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo mtu wa kawaida anaona anaweza kufanya ambavyo bado hatujaweza kuvifanya. Kwa mfano, pale katika shule ya upili kuna lile somo linaitwa chemistry. Yes, chemistry. Chemistry ina practical. Ina practical, ina kemikali nyingi. Titration yako. Sasa vitu kama vile kumwelezea mtu mwenye haoni, kwanza kumleta kwenye practical inakuwa ngumu sana. So ilikuwa inabidi tunafundishwa pale theory na vitu kama hivyo. Hata pale kwa hesabu, kuna vitu fulani pale, kuna zile madiagram unaweza jaribu kumwelezea mtu mwenye haoni kidogo ikawa kwamba kuchora kwa hesabu ngumu sana. So unapata kwamba system ya education ilikuwa challenging. Lakini kwa hayo yote tulipambana nayo. Mungu akatuwezesha tumefika kule tu. Na nashukuru Mungu. Uhusiano wenu kati ya walimu na wanafunzi ulikuwaje kwa shule? Ulikuwa tofauti. Kulikuwa na walimu ambao walikuwa wanaweza kukuchukulia vizuri, kwa sababu unajua kuna mwalimu ambaye ameenda kusomea hii mfumo wa kufundisha watu wasioona kwa sababu ako na huo mwito. Na kuna mwingine ameenda kusomea kwa sababu anataka kupata hela nzuri. So unapata kuna yule atakuja kwa shule kile kitu hakiko ndani yake. Anakuja hapo ikifika mahali ambapo anafaa kufundisha anasahau alikuwa anafundisha mtu aone. Nakumbuka kulikuwa na visa vilikuwa vinatokea. Mwalimu anakuja kwa darasa, anasimama pale mbele, anasahau watu wanafundisha waone. Unajua ukifundisha mtu aone inapaswa mfike karibu, kwa sababu sisi jinsi yetu ya kujua vitu ni kupitia kugusa. Lazima nipapase ndio uniambie hii ambayo nimekuguzisha ni nambari fulani. Hii ambayo nimekuguzisha ni alphabetical letter fulani. Sasa ilikuwa inafanyika mtu amekuja pale, mwalimu ameingia, ameanza kufunza, anafundisha ni kana kwamba anafundisha wale watu wanaona. Anasahau kwamba watu ambao anafundisha hawaoni. So ulikuwa unapata kuna huo uhusiano, na labda wakati mwingine ukilalamika
si wote wanaichukulia kwamba umelalamika kwa uzuri, inakuwa ni tatizo. Lakini kulikuwa na wale walimu ambao ulikuwa ukiwaelezea nao pia wanaelewa, sababu kulikuwa na walimu mchanganyiko. Kulikuwa na walimu ambao hawaoni wanafundisha na wale walimu ambao pia wana uwezo wa kuona. Baada ya kupitia hayo yote ukiwa kwa shule, kuna siku uliwahi fikiria maybe ningalijua singalikuja kwa shule? Liwahi tokea, lakini nilikuwa nikihimizwa na wale ambao wametoka shule wakiniambia kwamba ni vizuri niendelee kujikaza. Sababu nilikuwa nikikutana na wao wananiambia pia sisi tulipitia hayo, lakini siku moja utakuja kufaulu. So hata kama nilikuwa nalipitia hilo, wale walikuwa wakinitia moyo. Kwa hivyo nilikuwa nikiendelea. Na pia nilikuwa naona jinsi ambavyo mzazi wangu alikuwa anang'ang'ana ili niweze kusoma. Kwa hivyo nilikuwa ili likuwa nitia moyo sana. Kwanza ikizingatiwa kwamba ni mzazi wa kipekee. Ilikuwa nitia moyo sana ili kufanya bidii, na nilifanya bidii mchwa nikafika mahali ambapo nipo sasa. Na kwenu sasa tukirudi nyumbani. Wewe ni first born. Mimi ni kifungua mimba. Na kuna brothers wako ama kuna ndugu mmoja? Tuko tu wawili. Mko wawili. Na huyo mwingine yeye alizaliwa kama hao wengine ama la? Yeye anaweza kuona ni kijana kawaida tu. Ni kijana. Yangu yetu haikuwa ile ya kiukoo. Unajua ulemavu wa kiukoo ndio mtoto akizaliwa napata watoto wote wanafanana katika familia. Na kufikia sasa nani anakusaidia kufanya kazi kule nyumbani ama wewe ndio unajitegemea peke yake? Naam, bado mimi ni kijana. Ninajitegemea. Kule naishi nakaa peke yangu. Kwa hivyo kuna vile vitu vidogo nikitaka kusaidiwa ninatafuta jirani ananisaidia, lakini kama kupika, kufua, unajua kuna wengine ambao wanashangaa mtu mwingine ambaye ama inakuwa ngumu kwake kupika. Wewe unapika? Mimi napika. Chakula changu nakiandaa vizuri. Naweka jinsi nataka kiive, nakiandaa tu na nakula. Unajua mtu akipika akiweka sufuria na maji, kuna vile anaona kama maji yamechemuka. Wewe unajua aje? Maji kuchemka nitasikia sauti. Nambari ya kwanza. Nambari ya pili kuna jinsi unaweza kuweka mkono karibu na sufuria. Si kwa mfano hii ni sufuria. Ukiweka mkono hapa karibu na sufuria, utasikia zile bubbles. Ile moshi inatoka. Moshi unatoka kwenye maji. Ukiendelea kuja kwenye juu, ile itakuja kufahamisha kwamba maji yamechemka. Kisha sasa unaweza weka unga. Na ukiweka unga sasa, utakota kwa unga lazima sasa utasikia sauti. Na kupitia sauti sasa utajua tu na unaweka na utaanza kutengeneza ugali wako. Na mambo ya mboga? Mboga pia unakatakata kwa vipande vile vidogo na unapika tu. Hapa ni tatizo. Hata nyama unaipika tu. Chakula kizuri tu. Mimi naandaa kama kawaida. Okay. Asante sana mpenzi mtazamaji wa AJR mahali popote ulipo, tunaendelea kuzungumza moja kwa moja na Speedex ambaye anajiita Speedo hapa kwa studio katika siku ya leo. Umeyasikia yale ambayo ameyasema katika siku ya leo. Yeye anaweza kujifanyia kazi kama mtu wa kawaida. Speedo, tukirudi nyuma. Unapitia changamoto zipi mambo ya uimbaji? Kuna changamoto ambazo unazipitia? Ndio, kweli kuna changamoto kwa sababu nambari ya kwanza waimbaji ambao au wengine ambao wanaweza kuona dogo wako na hizi simu ambazo zimekuja aina ya smartphone. Yes. Kwa hivyo unapata yeye anaweza ingia mtandaoni ajiuze kupitia mitandao. Lakini mimi nahitaji lazima nitafute mtu nimbembeleze, nimwambie naomba tafadhali unisaidie kutangaza nyimbo zangu kwa mitandao. Nambari ya pili kuna shida ya kifedha. Kwa sababu mimi usema ningelikuwa na uwezo wangu wa kifedha, ningelikuwa ninaweza kurekodi nyimbo zangu vizuri, na ndoto yangu ikiwa kufanya muziki wangu live. Ningelikuwa nimenunua vyombo vyangu vya kufanya muziki ili at least niwe na wachezaji na backup nini niweze kuwa nafanya muziki wangu pasipo tatizo lolote. Lakini kwa sasa kuna changamoto nyingi. Alafu nambari ya pili niseme tu financial is a very big problem. Kwa sababu uwezo wa kifedha, unajua ukiwa na fedha unaweza kufanya video, unaweza kufanya audio, unaweza kufanya chochote, unaweza kutembeza nyimbo zako jinsi unataka. Maana ndoto yangu ingelikuwa nikifikishia wale watu wote nyimbo zangu, najua kuna jinsi moja au nyingine Mungu atakuwa amebadilisha maisha yao. Kufikia sasa wewe hauna kazi. Ukienda kwa studio nani anakulipia?
Imekuwa ikinigharimu kulipa. Labda natafuta mtu ambaye anaweza kunisaidia, na bahati nzuri nashukuru Mungu yule producer ambaye ananifanyia kazi ni mtu ambaye anaelewa. Wakati mwingine mimi huenda na rekodi, alafu nikipata ile kidogo, for example nikaenda kwa mkutano nikawabariki watu na wakanibariki pia, na kupatia kile changu kidogo. Lakini ndoto yangu kubwa ni kwamba Mungu anisaidie. Naamini kwamba kupitia muziki hiyo ndio jinsi ambayo Mungu atanipatia. Okay, asante sana. Lakini baada ya wewe kumaliza maybe shule, unataka upate kazi ya kuifanya? Naam. Tangu hapo kitambo nilikuwa na ndoto ya kufanya utangazaji. Lakini ikawa wakati ambapo nimeingia katika muziki sana, ndoto yangu imepanuka sana, nikasema kwanza nataka nifanye uimbaji zaidi, nizame kisha nitarudi katika utangazaji. Naamini sana kile kipawa ambacho Mungu amenipatia. Lakini endapo unaweza kupata nafasi ya kufanya kazi, kwa mfano sasa hivi nikapata mahali ambapo nitakuwa tu ninaweza ku-train kama ni watu kuimba pale, naweza kufanya zile promo za radio na runinga nini, pale nitaweza kujikuza kimaisha. Na hiyo itakuwa imenipatia nafasi ya kutimiza zile ndoto ambazo zimekuwa katika maisha yangu kwa miaka mingi iliyopita. Ni kusema una uwezo wa kutangaza ingawa hujaenda kwa shule ya kusomesha maybe. Nina uwezo. Okay. Asante sana. Wewe unajua maybe mambo ya kuchapa mapromo ya studio. Kuchapa pamoja ndio tujue. Jumamosi hii na kila Jumamosi kutana na wana Noli Speed Expedo nikikuletea muziki mkubwa. Itakuwa ni moto sana, yani mambo mbaya. Wewe unazipika. Wewe unaweka ma effects kwa ndio. Naam. Hicho ni kipawa changu cha kipekee. Tofauti na kucheza zile ala za muziki zile natural, ninaweza pia kupiga ile promo ambayo haihitaji kufanywa editing. Unapata nimeiwekea effect yangu ambayo ni Mungu amenipatia. Naam. Una uwezo maybe wa kufundisha wengine mambo ya kuimba na kutengeneza nyimbo? Naam. Hicho ni kipawa ambacho pia Mungu alinipatia, na kuna ule uwezo kidogo ambao pia tulifundisha shuleni. Kwa hivyo mtu akija na ikawa nimepata kuwa ama nimepata kikundi ambacho kinataka kujua uimbaji, mimi hufundisha sauti na nafundisha jinsi ambavyo mtu anaweza kufanya uimbaji kuwa bora na jinsi ya kutengeneza pia nyimbo. Kumaanisha kufikia sasa kuna makwaya fulani ambayo umewafundisha? Kuna kwaya ambazo nimefundisha hapa Kisii, na haswa kuna waimbaji pia kibinafsi ambao nimeweza kuwasaidia hapa na pale. Na unawalipisha aje? Maana unajua kutengeneza wimbo sio kazi rahisi. Unajua changamoto imekuwa na wale ambao tumekuwa tukifanya nao kazi. Unajua kuna wakati mtu anakuja kukuelezea anataka labda umsaidie katika hiyo hali, wengine wanakuja wakisema unajua ndio naanza sasa, sina uwezo wa kifedha, sina uwezo wa kihali. Lakini hela nzuri sana. Kwa mfano kama ni mtu ambaye yuko katika nchi yetu ya Kenya hii, mtu akija tukiongea tukielewana tunafanya kazi. Kwa hivyo bado sijaweka kile kiwango, lakini ukija tukielewana, tukishazungumza tu tunakubaliana kiwango cha ile pesa utanipatia kwa wimbo moja, kwa wimbo moja ama kwa nyimbo za album moja. Hata hiyo 500 uko ready maybe kutengeneza wimbo kama mimi mtangazaji naweza kuwa nitakuimba basi. Kidogo itategemea, kidogo 500 itategemea ni $500, thousands, millions. Tunazungumzia za Kenya. Unajua ni nyauli, kwa sababu unajua lazima uangalie kitu kimoja. Hii hela umenipatia imenifaidi kivipi? Na mimi huu wimbo nimekupatia umekufaidi kivipi? Kwa sababu pana uwezekano nikakusaidia ukaandika wimbo mzuri, ukarekodi, wimbo huo ukavuma, ukakusaidia ukafaidi wewe. Je, mimi niliandika napata faida ipi? Unasaidika aje? Hiyo ndio swali. Na kama tutakubaliana wakati tunaenda kufanya zile registrations za rights of musicians, tuende pamoja pale uniweke kama the right of the song, hapana tatizo, kwa sababu unajua nitakuwa nimefaidika nawe ufaidike. Lakini kama uwezi, tunakubaliana pale unanipatia kama ni milioni yangu mzima, lazima nigaramike kwa ugaramike vizuri, ili kwa sababu unajua pia Biblia inasema kipawa chako kitakulisha. Kwa hivyo
usije ukanizuia kipawa changu kuilisha. Naam. Okay. Yes. Asante sana. Kufikia sasa ni folio ngapi unazo? Nimefanya album 2 sasa. Ambazo nafikiri ile ya kwanza ilikuwa na nyimbo kama 5 na ambazo nilifanya video. Alafu kisha nikafanya ya pili ambayo bado sijafanya video kwa zote, lakini katika hiyo albamu ya pili nimechagua nyimbo kadhaa ambazo ndio pia nimeziweka katika mtandao wa YouTube. Zote umeziweka picha? Ndio nimesema si zote, lakini zilizo katika albamu ya kwanza si kufika kuziweka katika mtandao kwa sababu unajua ndio nilikuwa nikianza. Lakini zipo na zina video lakini sikuweka katika mtandao. So zile ambazo ni chache katika albamu ya pili ndio nimechagua nyimbo 3 zenye video na kuna nyimbo moja audio ambayo pia nimeweka kwenye YouTube. Niliona ulibahatika kupata nafasi maybe to perform in front of our president Uhuru Kenyatta during Mashujaa Day. Yes. Nani iliwezekanaje kupata nafasi huko? Nasema ni neema. Na wale wahudumu wafanyikazi katika kile kikundi cha PPMC Permanent Music Commission. Yes. Walipokuja Kisii, mimi nilipigiwa simu na mmoja wapo rafiki zangu ambaye ni mwimbaji, akaniambia njoo katika huu ukumbi wa Culture Hall. Nikaelekea pale na nikapata kulikuwa na auditions, mahojiano pale, perform live. Unapigiwa keyboard pale, wewe unaimba wimbo wako, wanasikia kama una kipawa. Na ilikuwa siku kama ya Ijumaa hivi, tukamaliza yale mahojiano, mimi nikatoka. Kufikia Jumatatu nikapata ujumbe mfupi ya kwamba nimechaguliwa mmoja wapo ya wale waimbaji ambao watafanya wimbo wa Mashujaa. Na nikaenda pale, nilipofika siku ya kurekodi tukaimba waimbaji wote. Na baada ya kikundi, naam, tulikuwa kikundi cha waimbaji kama 11 hivi. Tukamaliza, kisha bado nikapigiwa simu nyingine ya kwamba nitaimba mbele ya rais wakati ambapo atakuwa anapata mankuli ya mchana. Wewe mwenyewe? Mimi na wasanii wachache ambao walichaguliwa. Sasa hapo ambapo si kikundi, nikaenda Nairobi pale, nikafanya mazoezi na wao. Nina bendi ambayo walikuwa wamechagua ambayo itakuja kunisaidia pale katika uimbaji. Nikarudi Kisii wakati wa Mashujaa, tukafanya shughuli nzima. Kwa hivyo nasema ilikuwa ni neema na ilikuwa ni nafasi nzuri. Na bado mimi nasema kwamba nikipata nafasi nyingine kama ile nitazidi kuifanya kazi yangu inavyofaa, kwa sababu ni kipawa ambacho Mungu amenipatia na nahitaji kukitumia jinsi inavyopaswa. Hiyo kuna waimbaji wengine ambao walikuwa wakilalamika eti hawakulipwa hela zao. Sijui kama nyinyi mlilipwa? Mimi nashukuru Mungu. Nafikiri kulikuwa na waimbaji ambao hawakutaka kuwa wazi juu ya malipo. Lakini kile ninajua kila mwimbaji alilipwa kiwango kile cha hela ambayo kila mwimbaji alikuwa analipwa. Awe mwimbaji alitoka Nairobi, awe mwimbaji alikuwa hapa Kisii. Nafikiri hakukuwa na siri fulani ama hongo fulani. Maana hata tulipokuwa tunaongea na wale viongozi walituelezea, wakatuambia waimbaji wote tutalipwa kiwango kile. Kiwango kimoja, kama ni hela ambayo inalipwa kama ni shilingi 100 unapewa 100 yako, na yule mwimbaji mwingine anapewa hiyo 100. Kwa hivyo hakukuwa na kubadilika. Nafikiri ni waimbaji fulani hawakutaka kuja kuwa wazi juu ya malipo. Lakini malipo yalifanywa vizuri sana. Na ukifanya utafiti vizuri utagundua kwamba kuna waimbaji wengi ambao wameridhika na yale malipo ambayo yalitolewa. Kumaanisha kwamba kila mmoja alikuwa akilipwa individually ama kwa group? Alikuwa akilipwa individually. Na in fact haikutegemewa ya kwamba hayo malipo yangetokea jinsi yalitokea. In fact walifanya bora zaidi. Maana walikuwa wametuambia msimu huu wa hili janga la corona kidogo huenda tukatatizika na malipo. Hela zako kwa simu? Si hata kuwekewa hela kwa simu, lakini tuliambiwa itakuwa ni kiwango kidogo sana. Tofauti na ile miaka ambayo wamekuwa kilipa wasanii vizuri. Lakini siku yenyewe ya Mashujaa
ilikuwa ni mshangao, maana tulipwa vizuri sana. Naam, tulipwa vizuri sana. Na tukaridhika. Mtu kama mimi, hiyo ilinisaidia nikaweza kusonga hatua moja mbele. Sasa hivi angalau nimeweza kununua mtambo mmoja ambao nimekuwa nikiupenda sana, aina ya chombo cha muziki inayojulikana kama saxophone. Kwa hiyo sasa hivi nazidi kufanya mazoezi. Hivi karibuni nitakuwa nimekuwa gwiji katika uchezaji wa hicho chombo. Kumaanisha tukizungumza sasa hivi unacho hicho nini? Naam, ninacho hicho chombo. Naam. Okay. Asante sana. Na kuna wakati nilikuwa nikikutafuta hiyo jana. Kuniambia mlikuwa kwa mkutano wa BPMC. Ni kipi mlikuwa mkishughulikia? Mimi nilikuwa nadhani baada ya sherehe za mashujaa mmalizana nao. Wale ni watu wenye unajua Permanent Presidential Music Commission. Ni kikundi ambacho hapa Kenya kimesimamia wanamuziki. Na ilikuwa ni wakati mzuri wa yule msimamizi director ambaye alikuwa amehakikisha kwamba tumefanya ule uimbaji vizuri, kuja na kutoa shukrani zake na jinsi ambavyo walipendezwa. Maana alisema kwa niaba ya kikundi wacha aje aseme asante, na pia tuweze kumuelezea mawili matatu jinsi ambavyo tungependa vitu vingine viwe. Ilikuwa tu ni mkutano mfupi wa kuzungumzia vile mkutano ulikuwa na kile ambacho wanatarajia kutoka kwetu hapo mbeleni endapo tena wakitupatia hiyo nafasi. Naam. Kuna waimbaji wengi ambao naona wakitembea hapa town, wakienda kwa function, kwa attend to perform, wanakuwa na public address. Je, wewe unaye? Sijapata yangu. Japo hiyo ni moja ya zile ndoto ambazo niko nazo. Na ndoto yangu kubwa ni kuhakikisha kama nikiwa na public address yangu iwe ni nzuri. Nitafanya vitu vikubwa zaidi. Kuna jinsi waimbaji wengine wanatumia hizo public address system. Ni tofauti na vile mimi ninaweza kutumia yangu. Nikiwa na yangu leo hii nitakuwa napanga mkutano wa live music. Watu wanakuja pale wanabarikiwa nikiwaimbia live. Ningependa sana Mungu anisaidie na yule ambaye anatazama katika kipindi hiki aweze kama kuna mtu anaweza kunipa hiyo support. Anipe hiyo support ya kuafikia kuwa na vyombo za kucheza live music. Kwa sababu kupitia live music sasa ninaweza kujiimarisha specifically kama Speedix. Tofauti na ile kusikiza muziki wangu kwenye radio ama mkanda. Naam. Nikusema ya kwamba wewe usaidizi ambao unataka ni kuwa na public address. Nikiwa na public address system na niwe na musical instruments, piano, guitar, bass, pale, solo guitar, niwe na drum set, niwe na vyombo ambazo zitanisaidia, itakuwa sawa. Au nikiwa na fedha, sababu nikiwa pia na fedha naweza kupurchase those instruments, I'll be at a better place. Yes. Okay, asante sana mpenzi mtazamaji wa AGR. Vile umesikia Speedix amezungumza mengi. Amesema naomba usaidizi kwa wale ambao mnatutazama, ukiwa na uwezo unaweza msaidie ili akaweze kujiendeleza katika uimbaji wake. Speedix, wewe umesema ni mwimbaji. Naam. Unajua lazima kwa kuweza kutuambia kidogo. Wimbo ndio tujue kama wewe ndio unazitengeneza hizi nyimbo. Kweli. Ndio tujue na tuwe na uhakika. At least ni vizuri pia niimbe. This is my favorite song. Yenye iko YouTube pale, sijaifanya video, lakini ndio my favorite song ambayo napenda sana. Inaenda namna hii. Make a way for me where there seems to be no way. Tengeneza njia pasipo njia. Make a way for me where there seems to be no way. Tengeneza njia pasipo na njia. Ndio wimbo ambao unaupenda. Naam. Sana sana. Naam. Mtu maybe akikutafuta na kufikia kupitia maybe nambari yako ya simu unaweza peana. Naam. Wale watu ambao kuna mtandao wa Safaricom, namba yangu ni 0705 000597. 0705 000597. Watu wa Airtel ni kuna nambari nyingine ambayo ni 0739 789 288. 0739 789
Hiyo ndio nambari yako ya simu. Naam. Najua anashangaa sana, unajua wakati huu wa corona. Na sisi hatusalimiani. Lakini wewe uone ukivuka maybe kwa barabara, nani anakushikilia kwa mkono? Inabidi tu nisaidiwe na mtu. Maana wewe uogopi corona bana? Corona ipo ndio, lakini wale ambao tuko ndani ya Yesu hatuna uoga. Kwa sababu ukiwa na uoga sana, utakufa na uoga badala ya kufa na corona. Sasa unahitaji utumie yale maagizo ya serikali, ndio uvae barakoa, utumie ile sanitizer, na pia uweze kuweka hiyo social distance, lakini usije ukawa muoga kiasi kwamba uoga ndio utakuwa badala ya corona kumaliza. Naam. Kumaanisha kwamba wewe uogopi corona. Mimi sina corona, ni ya wachache na wala corona ni ya wachache na ya wale wanaogopa. Lakini wale ambao wako ndani ya Yesu Kristo, hakuna siku corona inawafuata. Okay. Naam. Asante sana, nimeshukuru kwa kututembelea. Speedix. Naam. Nataka kukuomba tu uweze, sijui kama utatazama, lakini wale ambao wanaendelea kutufuatilia, waongeleshe neno la mwisho kabisa tukimalizia. Hapo katika neno langu la mwisho, kile ambacho ningependa kusema ni kwamba mahali popote ulipo usiwahi kata tamaa, maana Mungu akona sababu na akona mipango mizuri juu ya maisha yako. Katika kitabu cha Wafilipi 4:13 Biblia inasema na yaweza yote kwake yeye anitiaye nguvu. Siku zote kama uko na ndoto na uko na maono na uko na visions unataka kutimiza katika maisha, usiwahi kata tamaa, kwa sababu wakati ambapo unakata tamaa, mara nyingi siku ambazo unakaribia kufika katika hatima yako, ndipo siku mtu anaanza kukata tamaa. Kwa hivyo mahali popote uko pale nje, usikate tamaa. Chochote ambacho unataka kutimiza katika maisha yako, fuata ndoto yako, fuata maono yako, fuata lile ombi ambalo umeomba kwa Mungu aweze kutimizia. Jambo la pili na la mwisho naweza kusema ni kwamba nenda katika mtandao wangu wa YouTube, Speedix Music, The Miracle Boy. Speedix Music, ukiandika tu Speedix Music ni SPEEDIX Music, alafu utapata nyimbo zangu pale. Subscribe, like, share with people, and Mungu atazidi kuwabariki sana. Otherwise, thank you very much kwa kunihost. Nimefurahi sana kuwa katika kipindi hiki cha siku ya leo. The Miracle Boy. Yeah, The Miracle Boy. Katika siku ya leo hapa kwa studio tumezungumza mengi. Mpenzi mtazamaji wa EJR News mahali popote ulipo, umetufuatilia, tumezungumza mengi katika siku ya leo. Huyu ndiye anaitwa Speedix. Alisema yeye anajiita Miracle Boy. Mmesikia vile anaimba, anaweza kufanya mengi katika ulimwengu huu. Kuna wengine ambao wanadhani mtu yule ambaye haoni hawezi kufanya kazi. Amesema yeye mwenyewe anaweza kupika, anaweza kufanya chochote kile, hata kuosha nguo anaweza. Lakini anaomba usaidizi tu. Ikiwa wewe una uwezo wa kumsaidia, anaomba tu awe na public address ili akaweze kufanikisha yale ambayo anataka kuyafanya maishani mwake. Maana anasema yeye anataka kutumia talanta, kipawa kile ambacho amepewa na Mwenyezi Mungu Maulana aishiye mbinguni, ili akabadilishe wengi katika ulimwengu huu kabla ya Yesu Kristo kurudisha ufalme wake kwa mara ya pili. Mimi ambaye nimeleta mahojiano haya moja kwa moja kupitia studio yetu ya EJR News Kenya, naitwa Dennis Zadok. Wala ambao walikuwa nyuma ya kamera kuhakikisha umefanikisha mahojiano ya siku ya leo ni Edwin Mokaya na Fidel Mochoge, chini ya usimamizi wa Jeremiah Orina Oti. Nashukuru, asante na Mungu awabariki.